Clouds TV, empowering lives. Unashika kitu, unatingiza kidogo, unashika mabega, unatingiza kidogo, unashika kiuno, unatingiza kidogo, unashika magoti, unatingiza kidogo. Twende. Haya, twende sote pamoja. Twende. Haleluya. Muziki wa Yesu chale. Haya. Wacha tuone ambao wananiangalia sasa. Haleluya. 1 2 3. Haleluya. Mwambie Farao nimeokoka, asitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mimi nimeokoka, asitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Wewe mwambie Farao nimeokoka, asitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Mimi kwamba nimeokoka, sitarudi tena Misri. Mwambie Farao nimeokoka, asitarudi tena Misri. Wewe mwambie kwamba nimeokoka, asitarudi tena Misri. Mimi naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani, mimi naenda. Come on, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani, naenda Kanaani. Hallelujah. Come on, put your hands together and celebrate Jesus. Hallelujah. Asante, asante, asante. Thank you, worship team. May we put our hands together for the worship team. Thank you, thank you. For the first time, they are coordinating well. Asante sana, Mungu awabariki. Tuache tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Asante tena kwa kutupatia muda mwingine kwenye ibada hii ya pili ambao tumeingia, na ibada ambayo tutaenda kwenda kiwanjani kule Jakarada. Ninakuomba Baba ukaweze kutuongoza, kutubariki na kutuwezesha, kutufanikisha katika malengo yako na katika njia zako. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Somebody say amen. Nipatie bass kidogo. Tunaweza kuketi. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi tangu asubuhi. Wale tulianza na wao na wale wameondoka wameenda kwa kiwaja. Nasikia kiwaja iko sawa. Si mseme amen. Hata kama wewe ni mchawi tuseme amen. Hata kama huku anataka tufaulu, sema tu amen, maana tumefaulu. Maana tumefanya nini? Tushafaulu. Watu wako kwa kiwanja. Na kiwanja imeingia, wachawi walikuwa wametagulia huko. Tumefaulu. Mwambie mwenzako hata kama mimi ni mchawi nilikuwa nazuia, tumefaulu. Haya, mmefaulu. Kwa nini? Nataka tuzungumzie about the secrets of the kingdom. Sema secret of the kingdom. Siri kubwa ndani ya nini? Ya ufalme wa Mungu. What is in the kingdom? What is in the kingdom? Because the kingdom is not just a kingdom. The kingdom iko na manifesto yake, iko na plani zake, iko na vitu zake ambazo zinatendeka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So there are top deep secrets. If you cannot be able to understand the deep secrets, deep ambazo ziko ndani ya kingdom, because kusoma Biblia is not a deep secret. Kuokoka is not a secret. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuja kanisani is not a secret. Kuna vitu ambavyo tuna unlock. As we are doing activities kama sasa leo unaona leo kuna kitu tuta unlock. Mnasikiaga ile inaitwa 144,000 people. Do you read in the Bible? We are unlocking them today. Bwana Yesu asifiwe sana. And then mfuatilie mitandao mtaona. We are unlocking them today. But how do we unlock?
There are secrets, there are codes, and there are people carrying these codes. Kuna watu wamebeba codes ambazo ndizo zina unveil the 144,000, of which in this church we have several. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu hauelewi, hata nikwambia hautaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauelewi, na kwa sababu haujui na hutaki kuelewa na hautaelewa, tunakuacha tu hivyo, utaendelea kujionea maneno ikifanya nini? Ikiendelea. Bwana asifiwe sana. And this is what I want us to study today. Tusome kitabu cha Mathayo 13. Matthew chapter number 13. From there verse number 10. We had asubuhi tulisoma, kwa wale tulikuwa na wao, tulisoma kuhusu the parable of the sower. Now let us get to the purpose of the parable. The purpose of what? The parable. Ule atatusaidia, tusaidie na Kiswahili kwa sababu wenye inchi wako hapa. Muleka lege. Yeni. Wakiona hawa wako hapa, mnajua maneno itakuwa ngumu kwangu. Msinasikia venye anasema. Mwingine pale aliniambia atanifiinya. Ule shosho aliniambia atanifiinya. Sasa nashindwa, utanifiinya uhubiria na nani? Wanafunzi wa Yesu wakamwendea na kumuuliza, kwa sababu gani unasema na watu hawa ukitumia mifano? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu gani unaongea na watu hawa ukitumia nini? Mifano. Njoroge yako wapi? Ndi mumtoka. Ni kwa sababu gani unaongea na watu hawa ukizungumza na nini? Na mifano. Vazi 11. Akawajibu, ninyi mumefunuliwa kujua siri ya ufalme wa mbinguni, lakini kwao sio vile. Haleluya. Yaani kuna watu waliofunuliwa na kuna watu ambao hawajafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Akawajibu, ninyi mumefunuliwa. Kwa hivyo kuna watu ambao tunatembea nao wamefunuliwa, na kuna watu ambao bado tunatembea na wao hawajafunuliwa. Ndio kwa maana anaongea kwa mifano. Kwa wale ambao wamefunuliwa wataelewa, na kwa wale hawajafunuliwa si wakati wao wa kuelewa sasa. That's the reason ya kuwa na siri. Kuna wakati wa kuelewa. Kuna watu wakati wao wa kuelewa, na kuna watu wakati wao si wa kuelewa. Hawajatimia kiwango cha kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaredi. Ajalia kashuka na hapo. Kuna wakati, yani kuna vitu ambavyo hata ufanye nini hautaelewa, maana wakati wako wa kuelewa haujafika. Na kuna watu ambao vitu vitafanyika na atajua hii ni wakati wako umefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ndio wakati wa jambo hili. Na ndio kwa maana Yesu aliongea kwa mafumbo. Na Yesu bado ataendelea kuongea kwa mafumbo, kwa sababu kuna kipindi cha kitu fulani kufanyika na kuna kipindi cha kitu fulani kutofanyika. The secrets of the kingdom. Tunaendelea. Concentrate na mimi, wacheni kuangalia vitu haviwahusu. Mwedeteme shu kuna jene. Todo mweda kuona maudu moru. Muti higo muna maudu mega. Jeni. Lekere ndale moko hujia. Ndura tatizika. Ndura ali na mabubo. Verse 11. Verse 12 please. Kwa maana mtu anayekuwa na kitu ataongezewa kingine. Haleluya. Mtu ambaye ana kitu, modowe na kedo. Haleluya. Modowe na kedo. Kwa hivyo kuna watu ambao hawataongezewa, maana hawana.
You got nothing in your mind. You got nothing that is happening around you. Can you ask yourself, una kitu wewe mwenyewe ndio uombe Mungu akupatie ama kuongezee? Una kitu wewe mwenyewe ambacho kinahitaji msaada wa kuongezewa. Sio kama mnanielewa? Ndio uweze kubarikiwa, lazima mwenyewe ndani yako, moyoni mwako kuwe kuna baraka fulani zinatembea. Ndio uweze kuinuliwa, lazima wewe mwenyewe uko katika mstari wa kuinulika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukainuliwa kama hauko kwenye mstari wa kuinuliwa. Hauwezi ukabarikiwa kama hauko kwenye mstari wa kubarikiwa. Hauwezi kuenda mbele kama hauko kwenye mstari wa kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuwa kwenye kitanda umelala alafu unasema Mungu nisaidie, Mungu nipeleke mbele. Hawezi kukupeleka. Anapeleka watu ambao wako tayari kupelekeka. Are you ready kupelekwa? Umejitayarisha? Uko sawa sawa? Ama wewe bado ni masengenyo? Ama wewe bado ni vita? Yaani kama wewe ni mtu wa vita, utaongezewa vita. Haleluya. Kama wewe ni mtu wa masengenyo na kutaka kuona mabaya, utaongezewa hayo mabaya. Hicho ndicho kitu kile utakuwa ukikiona. You can't see what you are not seeing, what you don't have. You cannot be blessed with what you cannot be able to sustain. Hauwezi kubarikiwa na kitu ambacho kwako ni nadra, hakiko, hauna. Hello. Yaani wewe ndio kitu, hauna kitu. Wewe hauna. Maana yule mama aliyekuwa anaomba anasema ako na deni, aliulizwa uko na nini? Akawa na vibuyu vikawekwa mafuta vikajaa, vikawekwa kingine kikajaa, kwa sababu vilikuwepo, na vilipojaa vyote mafuta ikakatika. Kwa hivyo mafuta haiwezi kukuja kule hakuna mahali pa kuwekwa. Maana mafuta ya Mungu haimwagikangi chini. Haleluya. Lazima iwekwe kwenye poti fulani. Lazima iwekwe kwenye kiwango fulani. Jiulize sasa wewe mwenyewe, jiulize, kwa sababu nimeomba nahitaji msaada. Mimi kwangu, am I ready to receive? Do I have anything? Am I empty? Maana wengine wanakujaga kanisa, they are empty. Yaani hata ukijaza hakuna kitu kinaingia. Hata ukifanya jambo lolote, they cannot even comprehend what you are doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So because they are empty, hawana chochote. Biblia inasema ile verse 13, is it 13 or 12? Kwa maana mtu ni kwa sababu hiyo ninasema nao kwa kutumia mifano, kwa kuwa wanaangalia lakini hawaoni, nao wanasikiliza lakini hawasikii wala hawafahamu. Yaani watu wako na macho wanakuangalia lakini hawaelewi inawaambia nini. Wako na macho wanakuangalia lakini hawaoni chochote. Wako na masikio na hawasikii. Wako na kila kitu lakini hawavitumii. You are in the ministry but you cannot be able to know why you are in the ministry. You are in the church but you cannot be able to understand ni kwa nini uko ndani ya kanisa. Uko kwenye biashara lakini hauwezi kuunderstand ni kwa nini uko kwenye ile biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na huduma lakini you don't understand the principles of your huduma. Hauna kabisa. Hauna kabisa, you are just empty. Na ndio nakuta watu wako tuko wengi kwa nisani, lakini ukiuliza kila mtu alielewa nini, hakuna mtu atakuelewa kile, atakwambia kile mwingine amekielewa. Kila mtu ameelewa kivyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ameelewa differently. We understand these things differently because the capacity yetu ya kuelewa maneno kama haya, capacity yetu ya kufanya biashara, capacity yetu katika ndoa, capacity yetu katika shule, capacity yetu katika maisha yetu ni tofauti. Watoto wanazaliwa kwa pamoja na mzazi mmoja, baba mmoja, mama mmoja, lakini wanakuwa na utofauti mkubwa. Maana maelezo, kuelewa ndio tofauti, kuelewa ndio kugumu. Hata kwenye hapa tunahubiri, fazi ni moja tunasoma, Biblia ni moja tunasoma, kanisani tuko pamoja, but understanding ndio problem. Understanding becomes a big challenge, and that is why you have failures in ministries, failures in churches, failures in activities, in whatever that you are doing there is failure. Kuna kutokuelewa, kutokujua, lakini sisi zote tulifundishwa mahali pamoja. Na ndio Bwana anakuuliza, mlipatiwa nafasi moja ya kunawili, mlipatiwa kiwanja kimoja, mlipatiwa mahali pamoja, mlipatiwa kila kitu ambacho ni kimoja, lakini katika matumizi yake ikakuwa kuna utofauti. Kuna aliyekuwa nyuma, kuna aliyekuwa mbele, kuna aliyetangulia, kuna aliyebaki nyuma, na kuna aliyefika kabla wengine wafike. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nyingine hiyo tuendelee.
yametimia kwao maneno haya yaliyosemwa na Mungu kwa njia ya nabii Isaya. Yametimia. Maneno haya ambayo mnayaona yametimia, yalinenwa na nabii Isaya, lakini bado hawajaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu mwenyewe ni chanzo cha nabii Isaya. Maana nabii Isaya ndiye alitabiri Yesu. Walikuwa na Yesu, wanatembea na Yesu, lakini hawakuweza kujua unabii wa Isaya ndio umetimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengi yanafanyika katika maisha yetu, lakini yanafanyika, yanamalizika, hakuna kujua, hakuna kutambua, hakuna kuelewa, lakini yanakuja, yanakupita. Sasa hii nimewambia kipindi hiki leo, siku ya leo ndio tunaenda kuanzisha mwenge wa wale watu wameandikwa kwenye Biblia 144,000. Lakini kabisa hamutaelewa. Najua hamutaelewa. Sema hatutaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wengi hawatajua nini kinatendeka. Ukiona nafanya crusade, nafanya mkutano, kuna jambo linafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Mimi sifanyangi crusade kwa sababu ya crusade. Sifanyangi crusade kwa sababu tunaenda crusade. Nafanyanga kwa sababu kuna agizo la kitu fulani ambacho kitatendeka. Kifunguo kimepatikana. Tuna unlock. Tuki-unlock leo mpaka mwezi wa 8 mtaona vitu hamjai kuona. Kuna mamlaka itaongezeka kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nguvu itashuka kubwa sana. Kuna kishindo kitaonekana kikubwa sana, na watu watakuwa na mishangao mikubwa, maana yatakao tendeka from now to August. You've never seen them. Bwana Yesu asifiwe sana. And it will change what we are going to do today. It may look to you small, but it will change the destiny of the world. Destiny of the world. Ndio naona wale watu wa G7 what? G7 walikuwa, they had conclamated huko France. They had sent this man from France akuje hapa Kenya ndio azuie siku ya leo. Hallelujah. Wamemuita Ruto kule ndio ajaribu kuzuia siku ya leo, but Ruto is uncoded. He is not in the code. Kwa hivyo hawezi kuelewa, hawezi kujua, but they wanted to use him to code Kenya, lakini tuka uncode. Na ndio kwa maana tuko na mkutano leo. Hallelujah. Sijui kama mnaelewa. Mnanielewa kweli? Hai. Ni mau. Hivi yametimia kwao maneno haya. Yametimia. Maneno haya ambayo nayazungumza yametimika, lakini kwa sababu hauelewi na hautapata nafasi ya kuelewa, maana haujapata kodi ya kuelewa. Shida si ati hautaelewa, utaona lakini hautajua ni nini kitatendeka. Utaona lakini you cannot be able to understand what is moving around. But things are just happening. Zinafanyika. Ruto alikuwa G7, alifika huko na akafanya tumadharau, maana walitaka tu wakae hapo ndio waweke kifunguo, lakini wakapata yeye si mtu wa kifunguo. Hallelujah. Si mtu wa kifunguo, maana kifunguo kiko na watu wanaitwa Negro. Sema Negro. Negro ni wanani? Yeah? Ati? Negro eh? They are birds. Blacks. No. Na Negro na sasa unaona hamuelewi, hamujui. The Negroes are the Bantus. They are the one with the key. Hao ndio wana wa Jacobo. Hallelujah. Yeah, hawa wengine ndio walikuwa mafarao. Maana ndio walikuwa Sudan. Sio kama unanielewa? Ndio walikuwa nabi Sudan. Ndio walikuwa mafarao. Ndio walishika mateka wana wa Israeli ambao ni the Negro, watoto wa Jacobo. Sasa ukipata mahali popote Mbantu na uelewa, ukienda Nigeria upate Mbantu na muelewa, ukienda South Africa upate Mbantu na muelewa, wanaongea lugha moja. Ukienda kwa Wakisii wanasema chumbi, chumbi. Wakikuyu shube. Wakamba munyo. Ukienda kwa Wachaga unasema munyo. Kwa Wachaga wa Tanzania chumbi ni monyo, Wakamba
Munyu. Yeah? Unanilo lakini? Na ukienda kwa Waluya? Munyu. Chumvi. Chumvi ni Kiswahili. Ichumbi. Munyu. Kwa Waluya ni munyu. Yes. Ukienda kwa Wazuru ni monyo. Monyo. Umeona sasa? Ni lugha moja lakini utofauti wa zones. Sasa tuko hapa na hamuelewi that you are a Negro, you are a Bantu, a child of Jacob. Sasa yule ambaye walikuwa wa Farao hawawezi kabisa kupingana na mtu ambaye ni Mnigro. Sasa wanamchukua yule waende wamclone, wamfanye kifunguo cha kuwafungulia Wabantu. Haiwezekani. Maana hata yeye kukalia kiti alitumia Wabantu kukalia kiti kile. Wakati Moi ndiye akuwe president alihitaji Wakikuyu ndio wamsaidie kuwa president. Hello. Wazungu ndio waweze kutawala Kenya walihitaji Wakikuyu, walihitaji Wakamba. Dr. Kraft alipitia kwa Wakamba, akapitia kwa Wagiriama, akapitia kwa Wakamba, akakuja kwa Wakikuyu, kisha akainua serikali yake hapa. Because you need that speciality to launch your part. That is why they wanted the speciality. Lakini sasa walifanya makosa wakachukua asiyekuwa. Hallelujah. Sio kama mnanielewa? Wakachukua asiyekuwa. Kwa hivyo ikakataa kuingia. The key ikakataa kuingia. That is why today we are going to launch the same key ambayo ilikuwa ilonjiwe G7. Dika ni muranyita. Haya maneno nitayazungumza na hamtayaelewa, mtakuja kuelewa uzeeni kama hamna meno. Mkiwa kibogoyo. Hallelujah. Mkiwa nini? And this is what we are calling the secret series za ufalme. Maana ufalme, Biblia sio kusoma Biblia. Ufalme sio ufalme tu. Ufalme uko na vitu vyake. Ukiingia kwenye kitengo cha polisi kiko na siri. Utakuta kuna kitengo cha polisi za nani cha CID, kitengo cha polisi cha GSU, kuna kitengo cha polisi cha AP, kuna kitengo cha polisi cha anti-stock theft, kuna vitengo mbalimbali vya polisi. Na katika vile vitengo viko na kodi ya operation yao. They can only operate within their codes. Ukienda mwambie mtu wa GSU na mtu wa CID, waambie mtu wa DSI aende akacommand mtu wa GSU, atakwambia hapana, tunahitaji kusikia kutoka kwa kodi yetu kama inasema signal, wanaitanga signal, imetumwa ama haijatumwa. A signal has to be sent for that person to understand wanafaa kufanya nini. Hello. Utasikia amekwambia kuna red tape na vitu kama hivyo, hautaelewa. Kwenye nani? Kwenye walkie-talkie utasikia Alfa Romeo. Kumbe anataja jina lako. Kama ni jina Grace na unasikia nakwambia Grace Romeo. Sasa wewe unajua unasikia utasema nilisikia akisema Grace Romeo fulani, yani majina yalitajwa hapo sikuelewa. Walisema Grace, wakasema Romeo, wakasema Alpha, wakasema Sia chai. Watatumia tu huja amekusoma jina yako amesema Grace. Lakini wewe unasikia atisema Romeo, Grace, chai na nini? Hakuelewa because there is a top secret. A coded language. The kingdom of heaven is a coded language that is only understood by the people who are coded like the same. Sasa mnaweza kutembea na mtu, mnatembea na Waruinge hapa na hamjuagi ni nini mnafanya. Kumbe kuna kitu kilifanyika. Kuna kitu kipya kilionekana. Kuna jambo moja lilifanyika na hamkujua. Mlikuwa mpaka kwa hiyo uwanja na kukatendeka hilo jambo likafanyika, lakini hakuna mtu haukuelewa. Unauliza, wewe haukuona? Kama wakati tulienda mlima the last time we went to the mountain. The last time, hapana. Mlinikuta kwa mlima, si ndio? Ile ingine. Ni nini mkikuja kutoka na gari, mkikuja kutoka Nairobi, ni nini kiliwaandama na nyinyi? Kuna watu hawakuona nyota na mwezi kutoka hapa ikiwafuata. Ilifuata mpaka tukafika kwa mlima. Na ilipofika kwa mlima haikuzima, kukiwa na jua ilisimama hapa katikati. Bwana Yesu asifiwe sana. Patukiambia mtu nieta makadionile. Ni dario haunie jionile. Kwa sababu mara ya kwanza ile tulienda kulinyesha mvua, yeye alikuwa anangojea mvua inyeshe. Lakini hakuelewa madhabahu ambayo tulikuwa tumeenda kuinua ni madhabahu ya moto, kwa hivyo hakungekuwa na mvua. Haleluya.
Sijui kama unaelewa. Ni madhabahu ya nini? Ya moto. Kwa hivyo hakungekuwa na mvua. Madhabahu ya kwanza tulipoenda mara ya kwanza tulitumia maji. Si niliwaambia mkachote maji? Tukatumia maji kwa sababu ilikuwa madhabahu ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu kinakuanga na system yake. Tulipoenda kwenye mlima, nilipopanda mpaka kule mlimani, watu wengi waliona crown. Wangapi waliona crown kule juu kwa mlima? Wale tulikuwa na wao. Utionile. Uliona? Nani aliona? Inua mkono juu. Uliona? Uliona wa nini? Na wewe uliona nini? Crown. Nani mwingine aliona? Wengine hawakuona, tadamadi hakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna vitu vimefichwa. Mungu ameficha vitu ndani ya vitu. Ameficha vitu ndani ya watu. Wako na macho na hawataona, wako na masikio hawatasikia, wako na mambo lakini wako na kila kitu ambacho kinahitajika kuona, but they could not be able to see. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata sasa wakapi waliamka leo asubuhi mapema? Uliona nini? Kuna kitu uliona? Kuna kitu mliona? Kuna wingu lilikuwa limetoka chini limepanda mpaka juu, limeguza huko juu kabisa, alafu lilikuwa na moto ndani. Sasa mnaanza kusema niliona. Uliona wapi? Tuendelee next verse. Hivi maana mioyo ya watu hawa imegeuka migumu. Sababu ya wewe kutokuona ni kwamba una moyo mgumu ambao hauwezi kuelewa, hauwezi kuona. Imegeuka migumu, wameziba masikio yao. Hata ukifundishwa namna gani unakuta hawezi kusikia, hawezi kukubaliana na watu, unapambana tu na hali na unang'ang'ana na vitu ambavyo hauelewi. Watu wanasema direction tunaenda hivi, lakini they don't want to hear. Wanataka visarakasi, wanataka vituko, wanataka mirukaruko, kwa sababu you are not rukarukaling. Wenye wanazoeza, wamezoea. Now God is giving a new dimension. Ile dimension ya Kikristo ambayo tumekuwa nayo, ile mahubiri hiyo na wahubiri hao na hiyo vitu zote, imefika kikomo leo. It's a new dimension. Hawa wazee wote ambao wataendelea na hiyo dimension ya 4 world churches imefika mwisho leo. Imefugwa. The 4 world churches. We are getting into the naongea na nani sasa? We are getting into a church without. We have gotten now into officially the church without wall. It will be much popular, much strong, because hiyo rodhigo inaondolewa, ndio wale ambao walikuwa wamejitengenezea kingdom zao ziaguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale walikuwa wametengeneza kingdoms zao na ndio sasa zinaenda kuporomoka. Already zimeporomoka. As you are talking zimeporomoka. You are not going to witness such things again. You are not going to witness kingdoms za watu. You are going to witness the kingdom of heaven, the kingdom of God. My church. My church has come to an end. It is the kingdom. It's not about the religion. It's about the denomination. It is about the kingdom, not about the church, not about the religion. The religion has come to an end. Kanisa imefika mwisho. Sasa we are starting with the kingdom. We'll be talking about the heavenly kingdom. We'll be talking about the power of God. We'll be talking about the systems of heaven. We'll be talking about the secrets of heaven. Na sasa ndio mtafunuliwa mafunuo ambayo utaona vitu ambavyo vilikuwa vimefichika, utaanza kuviona kwako kutoka leo. Bwana asifiwe sana. Maana mioyo ya watu hawa imegeuka, yani kwa sababu anaongea kwa mafumbo, kwa sababu macho yao hayaoni, kwa sababu masikio yao haisikii, ni kwa sababu mioyo yao ni migumu. Hawawezi hata kwa kaambiwa change imeingia, akaambiwa Yesu amefanya nini, ameshuka. Maana Yesu huyu ambaye walikuwa namuangalia ni yule aliyetabiriwa wakati wa Isaia, lakini because mioyo ni migumu hawakumtambua. Walikuwa naona tu mvuvi, walikuwa naona tu beach boy. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wameziba masikio yao, nao wamefunga macho yao.
kusudi wasipate kuona. Wamefunga ndio wasikubaliane na mageuzi. Wamefunga ndio wasikubaliane na njia ambazo Mungu anawaambia. Wamefunga masikio ndio wasisikie ati kuna change. Wamefunga masikio ndio the church without walls inainuka. Hawataki kusikia. Batireda kuigwa none marami ya yeku. Wanajua inafanyika, wanajua inatendeka, lakini they want to refuse. They want to say no. Ndio msiongee na yeye, anaziba masikio ndio asihakusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. But it has come. Tuendelee bami, tuendelee tupatie tu hiyo. Nao wamefunga macho yao kusudi wasipate kuona, nao wasipate kusikia. Wamefunga masikio wala wasipate kunigeukia, nami ningewaponyesha. Kama wangegeuka, I could have healed them. So the healing has failed to come because there is a refusal for us to agree to God to heal us, for us to be delivered, for us to be changed, for us to be transformed, for us to be made afresh and new again. We need to be healed, and only to be healed is listening and hearing the word of God. And because we are not ready to hear that, hatuko tayari kabisa. We are not ready to understand. We are not ready to comprehend. We are not ready because tumefunga masikio, tumefunga macho, tumefunga kila dimension. That is why we are not able to be revealed into the secrets of heaven, because we don't belong to them. Until ukubali, moyo wako ukubali. Until masikio yako yakubali kuona, kusikia. Until macho yako yakubali kuona, that is the only you are going to be revealed. The spiritual understanding of different dynamics. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala wasipate kunigeukia, nami ningewaponyesha. The reason we are not healing, there is no healing sasa inafanyika. The reason there is no transformation. The reason there is no deliverance. The reason there is no change of life. Maisha haibadiliki. Tumekuja kanisani mpaka watu wameboeka. People are not coming to church. Why? Because wameboeka, nothing is happening. Umeenda kanisa miaka 10, nothing has happened. You are even poorer kuliko venye uliingia kanisa, because you got it wrong. Ulikosea, kuna mahali ulikosea. Na katika hiyo hali ulikosea ndio maana ulipoteza reli. Ukaenda Nanyuki badala uende Kisumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 16 please. Ulipotea njia, you lost the track. Lakini heri kwenu nyinyi sasa. Heri nani? Heri kwenu nyinyi mlio hapa. Semeni amen. Jamani, semeni amen nzuri. Maana naona mmekumbuka ba. Heri kwenu, kwa sababu macho yenu yanaona na masikio yenu yanasikia. Sijui kama ni nyinyi nazungumzia ama kuna watu wengine ambao nawazungumzia, lakini naona si kama ni nyinyi, ni watu wengine. Yaani heri nyinyi masikio yenu yanasikia, heri nyinyi macho yenu yanaona. Maana Mungu akiwa mbinguni ameona kweli, masikio yenu yanasikia, macho yenu yanaona. Bwana Yesu. That is why God has chosen this time to reveal to you the secret of the 144. And you being part of it as the transformation of 144 imefanyika ukiona, na imefanyika kwenye macho yako, imefanyika kupitia kwa ushawishi wako, maana utahusika one on one. Sijui kama mtahusika ama mumewachwa nyuma tayari. Unajua unaweza kuwa unatembea na watu kumbe walishawachwa nyuma. Unatembea na watu ambao hawajielewi. Unajua unaweza kutembea na watu yani unaona wanatembea hivi maana walikosa mpaka nguvu ya kutembea. Unaona ni kama nikispring tu kinapeleka mtu kinaenda hivi. Kumbe maneno yalinenwa na wakapitwa na yale maneno, na maneno yakaenda. Hello. Verse 17 please. So understanding these things, they make you to become so powerful. Kweli ninawaambia manabii wengi na wenye haki wengi walitamani kuona mambo mnayoyaona sasa. Sijui kama mnaelewa hapo. Kuna watu wengi walitamani kuwa wamehusika na kuyaona mambo ambayo mnayaona sasa. They really wanted, but God never chose them. Bwana Yesu asifiwe sana. They really wanted, but God never chose them. Hiyo ndio top secret ya kuelewa ufalme wa mbinguni. You're the top secret ya kuelewa the reason God has put you in this position right now. You are in this position right now because God had a purpose for you, had a reason for you to be here. And that's why God has been asking you, come and join us, come and move together. Kuitwa kwako kukua mahali hapa, it is not by a fluke, it's not by a mistake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutokuwa hapa, wewe kutokuwa hapa, it is also not by mistake. It was intentional to remove you. Ndio usikue part ya hii, maana you don't belong in this. This is for the chosen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii safari is meant for the chosen, only the chosen. That is why God chose you to be here today. Kuna watu wengine hawakukuja, kuna watu wengine wametoka, wameenda mahali kwingine, lakini God just decided, I want to pick on this one because this will bear me testimony. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wenye haki wengi walitamani kuona mambo mnayoona, lakini hawakuyaona, na kusikia maneno mnayoyasikia, lakini hawakuyasikia. They don't hear. Hawakusikia. They are just there. Mko na mtu unasikia maneno, unasikia Mungu akikuongelesha, unasikia ukiongeleshwa, lakini mwenzako mmekaa naye next unamuuliza, "Enwaiwa nikikiu?" Unaiwa no. Nani ameongea? Wewe unasikia, lakini anakuambia mimi sijasikia kitu. Anakuambia huoni huyo mtu? Mimi sijaona, because already you have been transformed into a heavenly dimension. A dimension yenye hawezi mtu mwingine hajui, lakini wewe unaona. Mtu mwingine haoni, lakini wewe unaona. Mtu mwingine hasikii, lakini wewe unasikia. Ndio unaona habutaelewana, because you are in the different platforms. And when you are in different platforms, it means that you can never be able to walk together with that people. And that's why the Bible, not unless 2 or 3 agree. Hello? Not unless what? 2 or 3 agree. Sio kuagree tukubaliane tuende. Agree ni kwamba you can hear what I'm hearing. You are in the same dimension. You are in the same platform. You are in the same move. Yani tunatembelea kwenye anga moja. Lakini tunaweza kuwa kwenye nyumba hii, lakini hatutembelei kwenye anga moja. Kila mtu anatembelea kwenye anga yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee verse 18. Basi msikilize maana ya ule mfano wa mpandaji wa mbegu. Ile tulisoma asubuhi, wale walikuwa kwa service ya asubuhi. Kwa msikilize kwa ile story ya mpandaji wa mbegu. Mwenye alipanda mbegu lakini hazikukua kwa usawa, maana kuna zile zilienda zikaanguka juu ya mawe, kuna zingine zilidungwa na miba, kuna zingine zilikauka, na kuna zingine zilimea. Sasa itategemea wewe ulilelewa kwenye msingi gani. Under what foundation did you come up? Ulikuwa kwenye msingi gani? Msingi wako unaweza kukuwezesha kufaulu. Msingi wa neno lako unaweza kukuwezesha kusimama. Msingi wa neno lako ama understanding of the gospel, understanding of the word of God can it lead you to understand the secrets of the kingdom, because the most important thing is to understand the secret. Si ku understand kama sasa tunaonanga Mama Maria hapa akisema ameona Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameona malaika hapa. Si uongo, anaona. Lakini kwa sababu wewe haujui the secret ambao wanaitumia, maana yeye anatumia code ambayo walipatiwa na baba mother. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba Mkirini wako na secret. They see things that we don't see. They see things. Ukikutana na Lejo Maria hapa asubuhi utawakuta maelfu ya Lejo Maria wakitembea mji wa Nairobi miguu kavu. Wamevaa manguo marefu wanazunguka huko wanazunguka, wametoka Kayole kule maelfu na maelfu. Wewe hautaelewa ni nini wanafanya. Mimi ambaye nimefunuliwa nitaelewa. Nitakutana na Wahindi kule Westland wakitembea miguu mikavu, hawana viatu. Wewe hautaelewa, utaona wajinga, utaona watu wasiojielewa, lakini mimi ambaye nimefunuliwa nitajua hawa wanamiliki inji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe utakutana tu na kimutu Waislamu unafikiria ni viatu hawana, wamekosa kununua viatu kwa sababu hana pesa, lakini anazunguka akiwa na ile rosari yake akizunguka miji yote ya Nairobi, akizunguka mitaa yote ya Nairobi, hawana viatu. Wewe unafikiria ni kwa raha zao. Si kwa raha zao, kuna kitu wanamiliki. Wewe unakaa tu umekauka, unasema nie digedie magoro nie iko kana hata kutembea na miguu viatu. Nikwambie tuzunguke Nairobi utakataa, maana hauelewi maana hiyo. Mimi nitazunguka maana ninaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku moja tulisema tuzunguke Nairobi. Tukaambiana watu wengi, tulikuwa kikundi kikubwa sana. Kulikuwa na watu karibu 100 ambao tukaambiana kutoka hapa kanisani tuzunguke, wengine wapitie hii, wengine wapitie hii, wengine wapitie hivi, tuzunguke Nairobi mzima alafu turudi hapa tuinue dhabihu, tuone venye Mungu atafanya. Watu walibaye, tulikuwa karibu watu 100, lakini tulipotoka hapa hivi watu walienda wakiingia magari wakienda home.
wakiongozwa na ule kale kapasta kalikuwa kanaita Pastor Sabi. Alichukua mtoto yake wao wakaingia, walikuwa hapa. Nikawapatia mafuta, nikawamwagilia mafuta na nikawaosha mpaka miguu, nikamwambia twendeni sasa mmebarikiwa. Pastor Sabi alienda akaingia gari na mtoto wake wakaenda. Kwanza wakakula chips hapo. Akaenda kiedaga. Alafu kesho ndiye anataka kuja kushika microphone. Bwana anasema mtaenda kubarikiwa namna gani? And we are not together. We are not sailing together. Ulituacha tukaenda kupambana na mashida na wewe ukaenda kukula. Nyumbani ukaenda kulala. Maana you are not part of the game. And this is what makes us fail. Because kuna mambo tunaambiwa tufanye kwa pamoja. Lakini wewe kwa sababu ya vituko zako, ujanja zako na ganga zako, na kwa sababu wewe ni muganga, ni mchawi ndani ya kanisani, hauwezi kujumuika na wale wengine. Wewe unawaacha wakifasi, unaenda unajipagusa. Naenda bahari hapo juzi hapa. Niliambia hawa nani, hawa wanaitwa nani intercessor. Mwita kwate. Praise and worship team. Nikaambia kila Thursday mlikuwa mnakuja manilini? Mlikuwa mnakuja lini? Thursday kesha, mimi nikesha hapa. Alafu unakuja. Siku moja nikakaa tu nikakuja nikawaambia nimetoka, lakini nilienda nikakaa kwa gari. Nilikuwa na kagari kingine kadogo, kwa hivyo walijua si yuko, wanajua gari lingine. Sasa mimi nikakaa huko. Sasa nilikuwa nataka kupimia nijue kama hawa watu ni sawa. Kukaa kidogo nikaona mkubwa wao mmoja ameteremka. Akaenda. Mimi nikamfuata. Pole pole nyuma tu. Anioni. Nimevaa kakepu kangu nimekaa. Nikaweka mask. Nikaenda nikamfuata. Akaenda. Sasa nikampigia simu. Nikamuuliza kunaendeleaje kesha? Akaniambia tuko sawa. Apostle tuko sawa. Tunaendelea vizuri. Ni maombi hata sasa tuko hapa, kila mtu wako hapa. Ni maombi hata umenitoa kwenye maombi. Nikamfuata nikamwona ameingia kwa kahoteli hapo, akaitisha kakuku na tu chips, akamenya alafu akarudi. Nikamwona ameniko kwa kagari, nikaona ameingia amepanda, nikampigia simu. Mko tayari nikuje? Ngoja kidogo tumalize maombi baba. Ngoja kidogo tumalize maombi. Maana imeingia imepenya, tumepata upenyo. Sasa tunagonga leo tuko na breakthrough. Kumbe nikaukanyama kakuku kabroira ndio kanasema upenyo imeingia. Na yeye ndio mkubwa wa nini? Wa praise and worship. Sasa kuja Saturday ati mnakuja hapa kuogoswa na mtu ako na minyoo ya kuku na chips zimejaa kwa tubo. Wengine nasikia ni intercessor, lakini there is no intercessory. Anakula kakuku alafu anakuja napaka muhuhaha na weka ndio mdomo ionekane imekauka. That is how we lose it. But it's not a failure. It is not that anafanya vibaya. Hafanyi vibaya. Ni kwa sababu they don't belong to the kingdom that you are in. They cannot understand the secrets. Sasa hata ukikaa na yeye miaka 10, hakuna kitu utachange. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kumbadilisha. Hauwezi. Kabisa hauwezi. Hauwezi. Kwa sababu you don't belong in the same kingdom. Yeye ako kwenye kingdom mwingine na wewe uko kwenye kingdom mwingine. Kwa hivyo hakuna siku mtapelekana. Hakuna siku mtakuwa na mawazo the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine utampatia kazi kama hapa kanisani, unampatia wewe kuwa sasa wewe mkubwa fulani, simamia kitu fulani. Sasa kwa sababu mpatie hiyo mamlaka kidogo tu, ameanza kupora watu. Anapora watu. Apostle amesema tunahitaji kufanya kitu fulani. Apostle anasema tunataka shilingi 1,100 ya kulipia stima. Unakuja kustukia stima haijalipwa miezi 3, unakatua stima. Watu wananiuliza si tulilipa stima? Tulilipa. Namuuliza aje? Sipaka na imekatwa. Wewe kwanza wachana hiyo mlilipa. Lete pesa tulipe hii ingine. I think kuna stima line 2. Hiyo ingine haijakatwa, hiyo mlilipa haijakatwa. Lakini hii ambayo tujalipa imekatwa. Lakini ukichunguza unasikia pesa ilitolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukichunguza hivi nini? Ilitolewa. Lakini kwa sababu huyo mtu hamuko kwenye ufalme mmoja, yeye alikuja kupora watu. Mwingine anakunywa unasikia kidogo amepigia mtu. Sasa analia, napenda nini watoto wako wamefukuzwa wako shule. Naomba tu unisaidie nikalipia watoto wangu shule. Anakata hiyo. Anatumiwa kwa kitu. Anapigia koki. Bwana Yesu asifiwe. Koki unajua unakuwa baraka kwangu sana.
kwa nini? Kwa kile nauliza, kwa nini unalia? Mimi nimeteseka. Tunafikiria kurudi kule nilikuwa. Nini kwa hiyo madhabahu? Bwana huko hiyo madhabahu naona kama ndio mzuri. Ni nini shida? Watoto wangu wamefukushwa shule. Na nyumba sijalipa. Inaingia. Anapigia Jeni. Sasa nakuta amekusanya watu. Not because he is bad, but because ako misplaced. He is in the wrong kingdom. He is in the wrong place. So hawa watu naomba Mungu tu aondodoe, ang'oe magugu. Ang'oe nini? Magugu. Ayaondoe ndio kisha mimea iweze kukua vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hata mkaishi miaka yenu yote hamtafaulu. Kwa sababu you are not together. Hakuna mahali mtaenda. Hakuna kitu mtafanya kifaulu. Ndio unaonanga unaanza biashara na mtu na biashara inaanguka because you are not party. You are not the same. That partner ambaye mlienda kufungua naye kazi hayuko party yako. Sasa wewe unafanya kazi kule na yeye anavuta kwingine. Kwa hivyo biashara ile lazima itaanguka. Ukaolewa na mjamaa ambaye si bwana yako. Na niliwaambia ni wale mnatafuta wanaume na wale mnatafuta wanawake, just click the code. Ambia Mungu, usitafute mume, waume ni wengi. Usitafute bwana, mabwana ni wengi. Men, husbands are many. Wacha kutafuta husband, my husband. Ama my wife. My wives are many. My husbands are many. Seek to have your rib. Kama wewe ni mwanaume, omba Mungu mwambie my rib irudi mahali ilitoka. The one that is carrying your rib is only one. They are not two. But husbands can be 10. Wives can be 10. Hallelujah. But did you get me? Yes. Omba Mungu akupatie rofaru. Haleluya. Kia kenyo lilo kuma hau. Bako nikyo kiuke hau muriganetie. Geshoke. Nanyita. Todo angalia sasa. Tuseme huyu mama, tuseme ni mkode hivyo ako sasa hivi. Sasa huyu usikakaa tu sasa. Sasa huyu mwanaume ndio alikonoro, alivujwa hii bafu ikatengeneza wewe. So ndio hiyo doa yake ifaulu, lazima mahali ile bafu ilivujwa the same irudi lalie. Na itarudi hata ukivuja bao hivi, uirudishe hivi weke guru inashikana. Lakini ukivuja bao hapa na urudi uvuje bao ingine hapa, ushikanishe hii na hii, haiwezi kushikana. Haiwezi kuingiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta yani watu ni matajiri, watu wako na pesa lakini hawasikilizani. Maana ulienda ukatafuta mwanamke ambaye ubavu wake sio wako, ka ubavu kake ni kadogo, wewe mahali ilikatwa ni parefu. Sasa kwa sababu umechukua na umelete hiyo ka ubavu kake kafupi, katakuja katafika nusu, katabakisha shimo. Kakibakisha shimo ndio unakuta familia iko lakini iko na baridi, maana kuna mahali inaingishia baridi. Unaona wako na marriage love but there is no hope, there is no family there. Wako na makaburi but there is no family there. Hakuna kitu ambacho kinaendelea, hakuna kitu ambacho kinafanya kitu chochote chile. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utapata hakuna kitu kitaendelea kwenye familia. Hakuna kitu kitaendelea kwenye misingi yako. Hakuna kitu kitaendelea kwenye chochote unachokifanya. Why? Because kuna kibaridi. Unakutaga wao ni familia mzuri lakini upendo hauko. Waikara kama hao hete. Anyway, ni watu yani wanaishi ruda lakini wako na baridi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaishi kare lakini ni baridi, ni familia iliyo na baridi. Lakini na pia ule mwingine ubavu kaenda ukachukua ubavu mrefu kuliko what you are. Sasa hii ubavu ikwetu ilikuja kufikishwa, ilibakisha tumimwanya, yani pale ilivujua ili extend. Sasa inakuja mpaka kwa heart. Na unajua heart iko wapi? Na hao ndio tunaitaka masubua. Wana shida yani ni mwama, yani from morning to evening ni kelele, ni makelele, ni japa, yani ni subua tubu. Kwa sababu ni nini? Dofaruni ruraihu, unaduga. Hakuna siku mtakuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna siku mtakuwa na amani, hakuna siku mtaelewa. Hakiwezi kikaeleweka hata kidogo. Sio kama unanielewa. So that is why you go look, pray, ask God to send you back.
Kama wewe ni mama, uliza Mungu akurudishe mahali ulitoka. Kama wewe ni baba, mwambie kusachie rubaru kuria ruri huyo mahali hadi wagwereire. Wewe uokote urudishwe. Na ikikuja ikiralia itaingia vizuri. Kila kamwanya kataziba. Utakuta watu hawana pesa mingi, hawana utajiri mkubwa, but it's a couple that has a lot of peace. Meda ineginya unakutaga wakiwa supermarket wakienda kununua sukuma ya shilingi 5. Sukuma ya shilingi 5. Unaenda wanaenda wawili pamoja. Sukuma ya shilingi 5. Wanarudi wakikuja unakuta wananunua roll pop, wanakula roll pop moja kwa sababu hawana pesa. Wanarabanisha, huyu anaraba hapa na huyu anaraba hapa. Huyu anaraba hapa na huyu anaraba hapa. Because these people are at peace. Unakuta kimwanaume kama mimi kinakutana na mama ako na watoto wangapi? 5 kama 6 wakubwa wasee. Lakini kwa sababu ni yeye ubavu wangu tunaigiana. Na hawa watoto ninawapenda. Na watoto wananikubali na wananipenda. Maana the blood imerudi. Dofaru umerudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu waambie mwenzako, mimi venye nimeangalia mpaka hapo tumefika ni kama niko kwa wenyewe. Mwambie ni kama dire nake. Yes. And this has been the challenge of our lives. Biashara mnafungua biashara na mtu, kumbe hamkuwa mmeruhusiwa kufanya biashara na huyo mtu. Biashara inaanza kidogo siku ya pili, siku ya tatu ndio hiyo kiherehere. Sasa tuko na siku 3, hatujafanya hesabu, hata hatujafanya nini. Unakuta vita vimeanza hata kabla hamjapiga hatua 2. Vita vimeanza kwenye biashara. Unaleta mtu hapa kanisani, ni mgeni tu amekuja, amesema mimi nilikuwa pastor mahali fulani, sasa Mungu amenileta Nairobi, nataka kukaa hapa Nairobi. Nataka kukaa chini ya mafuta yako. Ukimaliza mwezi moja, huyu alitaka kukaa chini ya mafuta yako, nasikia sasa ametengeneza kikudi yake ya kukupiga. Mwenye alikuja akae chini ya nani? Chini yako. Ametengeneza kikudi na ameanza kutengeneza tu message, ameanza kutumia watu. Ati venye nimeona huyu apostle hajakomaa vizuri. Ndare arahia wega. Ni arafatara tumuhoere. Ndienda guthondeka gikundi kije na gikundi kia mahoya. Nataka kutengeneza kikundi ya maombi ndio tumuombe. Kumbe ni kanisa anatengeneza. Hii ni side charge. Ndio kifika kaka kidogo anasema roho wa Bwana amesema. Huyo mtu hana roho ya Mungu. Lakini Mungu ndiye alimwambia kuja. Akiwa mahali Modakuru, akiwa Nyeri, Mungu ndiye alimwambia, "Nenda kanisa fulani nimekutuma huko, usaidie kusimamisha hiyo kanisa isimame vizuri." Ndivyo aliniambia akikuja. Alipokuja nikampokelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda PCA unapokelewa. Unaenda Neno Evangelism unapokelewa, maana ni Mungu alikutuma. Lakini after 6 months hapa hakuna Mungu. Mimi venye nimeangalia, nimeona huyo, hata niliota nikiwa katika ile madhabahu, venye alikuwa amesimama hivyo. Mimi niliona nyoka kubwa ikizunguka, ikapita, ikamzunguka, alafu ikakuja ikasimama kwenye madhabahu hivi. Sasa nikaona imefungua mdomo, ilikuwa narusha ulimi hivi, inavuruta mtu. Kule Mungu alikutuma. Kule Ngai yagutumite. Ngai yu atashiritie. Ndio Mungu akutume. Alafu ukuje ujikute ndani ya nyoka. Alafu ama ujikute sasa wewe unafanya vitu. Huyo Mungu kwani alikuwa amelala? Mbona hakukupatia? Hakuwa ameona hapo mbele? Huyo Mungu wako ni kisiwi. Ni ule tunaitaka biti kisiwi. Haonagi mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. It's because you are the wrong person in a particular ministry. You are the wrong person in a particular situation. When you are wrong in the wrong place, you cannot make it. You cannot succeed. So you need to make things work. Chukua muda, tia kutengeneza. Wacha kukibiria hiyo biashara. Wacha kukibiria hiyo kazi. Umeitwa kazi, una siku unalipwa, kuna kazi unafanyanga, unalipwa 30,000, alafu unaitiwa kazi ati kuna kazi ya 80,000. Unatoka hapa, unafuta kazi, unakimbia, unaenda wapi? Mombasa. Ati kuna kazi ya 80,000. Unaenda ukifuta kazi, umeacha umeresign. Ukifika Mombasa unasikia kabuni ndio imewekwa under receivership. Na walikuwa nakuleta kwa sababu walikuwa na kupoach, wanajua unaweza kuwasaidia wasiingie kwenye receivership immediately, maana ulichelewa kabla pesa zako zitoke ndio kibia Mombasa. By the time utafuta nyumba, gegere inagogwa, receivership inaingia. Sasa kule ulitoka na madharau, kule umeenda unakuta, kwa sababu you never understood. You did not ask God first, what am I doing? Is it right in your kingdom? Because anything that you are doing in life must be in tandem with the kingdom.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukianzisha biashara kama mfano niambie koki sasa kuna kabiashara tutafanya na koki. Kitu ya kwanza nitafanya nitaongea na koki nimwache, alafu niende kwa madhabahu yangu. Niende niekelee sacrifice ya kuabudia Mungu kama koki si wapati hii. Reveal her. Mwaneke open. Lete siri zake zote. Before tuanzishe biashara nitajua ujaja yote ya koki. Atakuwa akikuja hapa na muangalia tu tunacheka na wakati tunyoga chai. Tunakunywa chai na mwambie tugoje siku 2-3 kuna kitu imekoma mahali fulani. Sikokia atarudi kusikia kazi ikifanywa. Maana Mungu aliniambia hiyo ni nyoka, lakini siko kimsiende mkisema ati hata nabii alisema ni nyoka. I've just given apeanaga na watu ambao na wapenda watu marafiki zangu. Mwenye hata aweza kuweza kusema najua kuna mama mwingine nilisema kitu kidogo tu. Aliniandikia message vitabu 3. Ati hiyo ni roho na muachilia. Ni roho na achilia. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to understand before you start moving with anything and before you start doing that business. Hiyo kijana nini? Ni wa nani? Walikuwa na nani? Wewe mwenye alikuwa amekaa hapa. Nivel, hebu mcheki, ametoka chini mcheki naona amebehave funny. Bwana Yesu asifiwe sana. Understand. Jutaka kujua. Hata ukipata mdemu mzuri. Sasa niseme nimepata Magdalene. Magdalene nikimpata niweze nitamwambia namtaka can you marry me? Magdalene aseme yes can marry me. Hapo ndio nasimamisha kwanza game. Amekubali? Kwa sababu huwezi kufanya investigation kitu hakijakubali. Hello. You must unlock the door first. Hauwezi kufanya kitu kimelokiwa. Kitu kimefungwa huwezi kukijua. Sasa una unlock unamwambia can you marry me? Anakuambia can you marry me? Sasa katika ulimwengu wa kiroho amefunguka. Sasa akifunguka sasa kuja hapa kwa madhabahu. Wekelea dhabihu yako hapa. Bia Mungu nipatie ripoti ya Magdalene. Magdalene analetwa akiwa yeye mzima. Unaonyeshwa nyoka, unaonyeshwa chura, unaonyeshwa tili, unaonyeshwa kila kitu. Sasa Magdalene akikuja akasema, "Ulisema I marry you." Let's pray. Hiyo ndio lile jambo tunaombea. Hata ring yako nimenunua, niko nayo. Sasa tuliombea hiyo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Na Magdalene unamtoa hapo unampeleka kwa hoteli unamnunulia madasibiri 3. Anajua ako sawa. Na kama mgusagia hakuendeleza more information ilikuje. More information. Wewe unaandika tu. More information inateremka. Unakuja unaekelea sacrifice nyingine. Sacrifice unlocks. Bwana Yesu, the reason of giving sacrifices it is to unlock. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. That's the reason you give the sacrifice. So unataka ukiendelea hapo unaekelea hapo kuna vitu vinaendelea kuchomoka. Kitu kinaendelea kuchomoka. Sasa una understand unajua huyo tigana yake. Sasa utaenda mnunulia madasi 2, next time ununulie 1. Next time utanunua 1 mkule katikali mkatane. Bwana Yesu asifiwe sana. Next time utaenda kwa hoteli muombe maji ya tap. Story ikuje kiishara. Mwambie huyo alafu kama unataka kumuodoa ni mtu alikuwa anafikiria uko na pesa mingi unamkopa shilingi 200 unamwambia ngobera shilingi 500. na kwa sababu alikuwa gold digger anakuondokea tu pole. Sasa osho hadali kido. Ananeka yuraje ile shadali kido. Na story inakaa hivyo. Always before you start that venture do a sacrifice. Mnielewa? Before you do that venture, do a sacrifice. Before you do that thing that you want to do, before you get that guy that you want to marry, before you get that woman that is handsome, hapana. Inaitangwa nini? Beautiful, yeah. Before you get that beautiful woman and you think this is the woman of my life, do a sacrifice first. Asikuwa amejibondoa. Unajua siku hizi wamama wanajibondoa. Ni mtu huko ndani kwa kosi yake akogonyalete kuna ringos amejaa mtaro huko ndani. Sasa amejaza kokoto imejaa huko ndani vizuri, alafu akaweka fila, alafu sasa akaweka ile kitu kufanya kuwe mrembo. Unaona ni mtu ni kama ada 18. Nole kemudi etoradi edhabe. Akitoka bafu unamwambia unamuuliza umepotea njia. Akuuliza kwa nini? Kwa sababu ni mtu mwingine. Yeye alikuwa mbrown lakini sasa amejipotoa akitoa hiyo kitu yote. Unaona ako na wale tulisoma geography. Nitaka plateau. Contours. Unaona ma contours zinaenda huko na sura nyingine inakaa kama iko na mashimo. Alafu anakuja, alafu unakube hakuagi na meno.
Na unajua hatulalagi, wale hatuna meno hatulalagi na meno, lazima utoe meno uweke kwa gilasi. Sasa anakuja hiki kitu kimeanguka na ndani. Alafu unaona sura ni ile, sio ile ilikuwa ya white, ni sura ya black. Na venye anakuja sasa, unajua lazima ajaribu kukusmailia. Ala, the more ana smile, the more anaharibu. Alafu sura sio ile yake, si utachomoka. Ukochomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Utachomoka useme ni ghost. Alafu ukwe labda umekuwa na accountability 3 za maghost. Utatoa bio. Biri, umwambie mwenzako biri. Mwambie kama umemwangalia. Na uache kuangalie. Mwambie biri. Muulize naona kama umejibodoa. Muangalie muulize naona kama umejibodoa. Ni nini? Muulize ni nini? Ni sura baya ama ni contour? Wala hata ukijibodoa usijibodoe sana. Jibodoe tu vizuri. Kujibodoa ni kuzuri. Bodoa vizuri, lakini usijibodoe upoteze sura yako. Unajua unaweza jibodoa upoteze sura yako. Na jana na juzi tumetoka huko Heaven's Gate kuomba Mungu ateremshe, Baba nitumie malaika. Nitumie malaika Baba atakaye niokoa. Tena jambo moja sana, Mungu atumaki kitu kingine. Anatumaka malaika. Na huko mbinguni wako na picha yako original. Venye ulizaliwa, venye huko, venye uliubwa. Sasa malaika akikuja anakuja na picha yako. Sasa anakuja napata umejipotoa. Picha yako inasema wewe ni mweusi. Sasa hapa na inasema wewe ni mtu wa miaka 60, ni mumezeeka. Alafu sasa picha ile anakuja, ile mtu anakuta kasichana ka 25 years. Alafu ni ka brown, kamenyoka. Alafu huko ni kwa red. Alafu huko kametoboa. Alafu huko kametengeneza. Yaani unakuta ni kamurebo. Yes, ni kamurebo. Lakini kamechange identity. Malaika anakuja na angalia, akasema naenda rudi kwa Mungu, anasema mimi sikumpata. Na sasa hiyo wewe unapiga makelele huko, Baba nikumbuke. Mpaka Mungu anamwambia ni huyo. Ni sio. Ona sauti ya kelele yake. Baba, hii picha na hiyo mtu si hapana, kwa sababu ulijipondoa ukajiondoa kwenye sura ya Mungu ambaye anakubariki nayo, because God is using codes. Anatumianga code katika baraka, katika kukuinua, katika kukubariki, anatumianga code. Sasa code yako umebadilisha, sura umebadilisha. Kucha zimekaa ni zile zinakaa namna gani? Ni mrefu, kucha mrefu imeenda mpaka huko, ingine imeenda mpaka huko. Sasa hata kiona mpaka anafanya nini? Hata simu anafanyaga hivi. Sasa anasema kule bikuni hauna makucha. Kwa huko anakuja napata ako na makucha mpaka nikaogopa anaweza kuniduga. Abia mwenzako jaribu kukua original. Mwambie katika kuongea kwako kuwa original. Katika kutembea kwako kuwa original. Kuna wengine utakuta kwa sababu wanataka kuwa masio na kuta mpaka kanatembea hivi. Nasikia kang kwa sababu CEO fulani anatembeaga, unasikia kang na wewe unajaribu kutembea huko mpaka unakuta huyo mtu kwa sababu ya kutembea amekuwa na bogoro. Anatembea kama Drogba. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't change your identity. Be real, be yourself. God will bless you because of being self. How you speak, how you talk, how you relate with the people, how you act, no matter the position that God has given you. Don't worry about the position. The position was part of you, was part of the system that you are, was part of the what God has blessed you with. The blessings come to the original people. They don't come to fake people. And that's why you have in church. We have fake people. Waruinge kanisani ni fake. Why? Because they don't even understand themselves. Hawajielewi, hawajijui, wanakaanga tu hapa dunia ni vuguvugu. Sema vuguvugu. Vuguvugu ni nini? Tuende hiyo ingine. Yeah. Sasa pahali zile mbegu zilipoanguka pembeni ya njia ni mifano ya watu wanaosikia habari ya ufalme na kukosa kuelewa. Sasa umeisika? Wanasikia habari ya ufalme lakini wanakosa kuelewa. Wanakosa kuelewa kwa nini? Maana ya originality. You are not an original person to understand. You are somehow fake. So kama umejiondoa kwenye the originality, it means you are thinking, you are doing of things will not be that original thing. Praise be the name of God. Pahali zile mbegu zilipoanguka pembeni, pahali zilianguka pembeni ya njia ni mifano ya watu wanao sikia habari ya ufalme na kukosa kuelewa. Yani unasikia habari, you are hearing everything but you cannot comprehend.
ni uraigwa no Ndura hata we bado unangangana na uchawi. Kuna mama mmoja hapa wakati nilikuwa nafuga wa mama mashuka hapa, ile ya kwanza kabisa, huyo mama aliita mama mwingine hapa akamwambia, ni kwa nini umekubali kufugwa shuka? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? Na yeye alikuwa hapa, yeye nilimfuga, lakini alibuliza huyu mwingine, ni kwa nini ulikubali kufugwa shuka? Unaona sasa, huyo ni mtu ambaye mko na yeye na si hamuko na yeye, maana she is on a mission. Na kwa sababu alikuwa ametarget, huyo ametarget kwa sababu ameona, kwa sababu hiyo mashuka mimi sikutaka kupeana na siku nimepaka kupeana. Mimi niliitwa, nilisikia na sauti, nilikuwa mlimani kule Kongo, nikasikia sauti, nikamwambia siku ni kesho, ni siku ya kina mama, wabariki, kwa sababu mama yako nilimchukua, nenda ubariki wa mama. Bwana Yesu, silikuwa Mother's Day? Ilikuwa Mother's Day. Sasa wakati nilikuwa na mafuka, nilikuwa naona mama yangu amesimama hapa akismile. Bwana Yesu asifiwe sana, akismile. Na Mungu akanismailia, akaniambia you've done it. Hapo washo kama hawakenda akisema urathimwo, Ngai yako rathime, Ngai yako teithie, Ngai yako weke, because ni agizo, nilifanya agizo la kibinguni. Sikufanya maono yangu, maana hata sikuwa na pesa, si tulikopa. Ule mtu alitupatia nusu pesa, tukampatia nusu, hiyo ingine tulimlipa baadaye, maana nilifanya agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu kuna jangili nayo hapa imekuja kufanya agizo la kishetani. Hello. Imekuja kufanya nini? Agizo la kishetani, kuzuia hiyo baraka. Maana mimi kwangu ni dhabihu natoa kwa sababu ya siku kama hii ya leo. Hizo vitu naonanga nimekuwa nikitoa, natoanga kwa sababu ya siku inakuja. Kuna siku ambayo Mungu anaenda kutenda kitu. Kuna siku Mungu anaenda kubadilisha kitu. Kuna siku Mungu anaenda kuinua kitu kipya. Na katika hiyo miinuko na hiyo plani ya Mungu, kuna madhabahu utakuwa umeinua. Kuna sacrifices ufike mahali pale. Ndio tufike siku ya leo ya kwenda Soweto, lazima tukue kuna dhabihu nyingi tumetoa. By the time tufike Soweto, itakuwa kuna kitu already kishatendeka katika ulimwengu wa kiroho. Vitu hivi sadaka mnatonga haikufanyiangi sasa, inakutayarishia siku za uzoni. Kuna watu wametoa sacrifice hapa, lakini si wewe utaikulia, itakuliwa na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa usikuja za mimi nimetoa dhabihu, nikupada umepada. Nitamea. Na labda ulipanda nini, ile mti inaitwa mtamayo. Mtamayo takes years. Mtamayo inaweza kwenda 50 years. Mtamayo itaenda 50. Na ukipanda mahindi ni 2 months. Ukipanda maharagwe weeks. Na kuna vitu za days zinamea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So usipande, usifanye jambo la tunatoa sacrifice we expect that day. It can happen, yes. Lakini pia give it room. Maana utaweza kuta yote hiyo kitu umefanya hapo umefanyia watoto wako. Hallelujah. Mama yangu alikuwa muombezi na tuombea sana. Na alikuwa ameambiwa ataenda Amerika. Na aliambiwa 1973 akiwa young girl. Bwana Yesu ndio alitolewa unabii. Laina alinaye. Hii laina iko kuja jana. Ilikuja kitambo. Na ataambiwa ataenda Amerika. Sasa mama akaanza kujitayarisha jinsi atakavyoenda Amerika. Hata kujibondoa na kujipanga vizuri jinsi atakapoenda nini. Akaanza kujipaka mafuta ya kukama ng'ombe ndio itengeneze mwili vizuri. Ndio ataenda Amerika. Mama alienda Amerika akiwa na 79 years. Nani alimpeleka? Mimi ndio nilimpeleka. Kwa hivyo maombi, yeye alipanda mbegu ilimea kwangu. Haleluya. Mimi ndio nilimpeleka. Na mimi nikamjengea nyumba, maana hakuwa na nyumba ya mawe, alikuwa na nyumba ya mbao. Ilibidi anisubiri mpaka nipate pesa. Kwa sababu alipanda mbegu na hiyo mbegu ikamea, lakini ilibidi inisubiri mpaka nikuwe na hela. Yeye ndiye alinitirira, alinisimamisha, nikasimama. Ndio na mimi nikakuja kuwa baraka kwake. Kwa hivyo chochote ambacho unakifanya hapa unaweza kukivuna sasa, lakini pia unaweza kukivuna miaka ijayo. Kuna vitu umetoa zinakuwa kwa sasa, zitakuwa, na kuna zingine zitakuwa take time kukua. So that is what you need to understand, upandaji wa mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna zingine utafanya zipotee. Maana zilikuja kwa wakati ambao sio. Zilikuja kwa wakati ambao si wakati sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima tuweze kuelewa mambo kama hayo. Tukielewa hivyo tutajua ni kwa nini tunatoanga dhabihu, ni wakati gani tunatoa dhabihu, na tunatoa dhabihu kwa nini. Kuna dhabihu ziko na results za hapo. Kuna dhabihu itakaa. Kuna dhabihu itakaa miaka, itakaa mpaka kwa sababu ya vijukuu vyako.
Maana the blessings is supposed to go to the children. Kwa watoto vitoto vya vitoto vyako vinafuata kufuta hiyo dhabihu umetoa, itakuliwa na vitoto vya vitoto vyako. Kwa hivyo kuna kitu kitakuwa long term, short term and mid term. And this is what you need to understand. Pahali zile, tuendelee na 20 please. Udongo wenye mawe pahali mbegu zilipoanguka ni mfano wa watu wanaosikia neno la Mungu na mara moja wanalipokea kwa furaha. Kama wewe ni hiyo mbegu ambayo ilianguka kwa udongo mzuri, ni wale ambao wanasikia neno la Mungu na wanalipokelea kwa haraka na wanalifuata kwa haraka, na unaona watu kwa furaha wako sawa sawa. Na unakuta watu wanakaa na mchungaji yule, wanampenda yule mchungaji na wanatembea na yule hawana shida na yeye, maana ile mbegu ilimea immediately. Na ilimea kwa sababu ya nini? Iliwekwa kwenye udongo mzuri. Uliza mwenzako, wewe unaona kama wewe ni udongo ya kutengeneza nyugu ama ya kumeza? Unajua kuna udongo ya kutengeneza nyugu, inaitwa clay soil. Hiyo hata ukiweka chakula haimei. Ikimea kama ni mahindi inakuwa kitunguu, kwa sababu it is not loam soil. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipanda kwa wakati wa jua kwa cotton soil, mvua mimea yote itanyonya, kwa sababu cotton soil inapoteza maji haraka sana, itakauka. So you need to understand wewe umepandwa kwa udongo gani? Umepandwa kwa udongo gani? Huduma yako umeipanda kwenye udongo gani? Why is it that you have always problem with the church ministers? Why is it always you have problem with the people that you fellowship together? Why is it that you have problems where kitu unaonanga ni watu kutokoso na kutokosana, unaonanga vitu vingine viovu? Why does it you only see the negative things, you don't see the positive things? Ukijiuliza maswali hiyo na ujiulize, nikigitumaga nyonaga maundu mage, nikigitumaga ndona apostle mena masema igira ofi ndeciria uria meguthi gukomane, ndineciria uria magihoya mambararie Ngai. Why is it that hauwezi kuona Mungu akiinuliwa, unaona Mungu akiletwa chini? It's because there is something wrong with you. Kuna kitu ambacho kwako, kuna bego ilipandwa na iko juu ya mawe ama imedugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiangalie vizuri uone kama wewe ni bego imedugwa. Look at yourself. Hebu angalia uso yako, uone kama wewe ni bego imedugwa. Udongo wenye mawe ni pahali mbegu zilipoanguka na mfumo wa watu wanaosikia neno la Mungu, na mara that kitu kinafanyika na wanafurahia. Verse 21, wanafurahia, they are happy because of what God is doing them and they can be able to relate. Wanakuja kwa ministry kama hii na wana settle down na wana relate na hii ministry, na unaona baraka zao, milango yao inaanza kufunguka. Na kuna watu tutatembea nao miaka 2-3 na hakuna kitu, tangu akuja hapa alikauka, lakini halizami ndani yao. Yaani wako na neno lakini halizami ndani yao. Wanalisikia kwa furaha lakini lile neno halizami, haliingii, liko pale hija linang'ang'a, linakaa tu hivi kama mizizi. Wanalishika kwa muda mfupi tu. Unakuja, the only thing that you can be able to, unalishika kwa muda tu. Apostle, mwe apostle ni yahuje. Kiwake ukima yako, it was mine. The way he alizungumza, the way articulate vizuri, kwa mpango mzuri, kwa mpangilio, it was me he was preaching. Lakini kesho mkutane na yeye, unakuta anafanya completely different from what I was preaching. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndio utamkuta kwa jikoni akitengeneza masegenyo. Yeye ndio utamkuta jikoni akipiga mtu. Yeye ndio utamkuta jikoni akifanya kile vitu. Tofauti kabisa. Neno alilisikia lakini hana uwezo wa kuliweka. Hana uwezo kabisa wa kuweka lile neno likaweza kustahimili. Wanalishika kwa muda mfupi tu. Wakati taabu na mateso vinapowafikia kwa ajili ya neno la Mungu, mara moja wanaaguka. Kikiumana hapa kiumania hapa, utakuta hapa nitabaki maybe tukiwa watu 2 ama 3, kwa sababu shida ama taabu imetokea. Ndio unakuta mtu ulikuwa na marafiki wengi, wakati shida ilikupata marafiki wote wakakuondoka, because they are with you for a purpose, they are with you for a reason. Kuna kitu wananyonya, wanafyonza kutoka kwako. When watarealize hakuna kitu no more they are fionzing from you, wanakuondoka. Hautajua venye walikuondoka, hautajua, utakuta pekee. Wakati utaanza kusikia una shida fulani, kuna pesa inahitajika hapa kanisani, tuseme sasa Saturday tunanunua kitu na kila mtu akuje na pesa tununue Saturday hiyo, hautaona watu. Utaona ma apologies, sorry I won't be able to make it. Nilikibia geshagi nyanya yangu alikanyagwa na kuku.
because they are only with you when they are eating with you in the table. Lakini wakati wewe unataka sasa services zao wakusaidie, they are no longer with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati pahali zile mbegu zilipoanguka katika miiba na mifano wa wale wanaoisikia neno la Mungu, lakini masumbuko ya dunia hii na udanganyifu wa mali vinawasonga, lile neno linalokuwa ndani yao na kulizuiza kuzaa matunda. Lile neno linawazuia kuzaa matunda. Yani, these are the people that will hear the word. These are the people that you will walk. Hawa ni watu mtasimama na wao, mtatembea na wao. Lakini sasa ni wakati misukosuko ya dunia inafika, mashida zinakuja, unafiwa na mume wako, unafiwa na mke wako, unapata matatizo ya kifedha, unafutwa kazi, that time na maudanganyifu wa mali zinavyosonga lile neno linalokuwa ndani yao na kulizuia kuzaa matunda. Hilo neno inazuia. Maana umekuja umepatiwa story za huyu mume wako alikufrustrate kila kitu. Sasa badala ukue, matunda ambayo unafaa kuchanua yanakufa. That is what has happened to many people in church. That is what has happened to many friends. Kuna watu mnakuaga kwa WhatsApp group mko 1000, lakini ogojea siku utapata msiba. Kati yao 1000 utapata the only 5 ndio walirespond. 5 only. Na wametoa shilingi 500. Na kwao ulitoa shilingi 2000. Ulitoa shilingi 3000. Sasa wana kutumia 500. Sasa unashibia hii 500 amekutumia itatunua nini? Hata mshumari. Hata mshumari kilo moja imefika 600. They don't care. They don't care. They can only care. Lakini wakati mnaenda kukula nyama na huko gongo, wanakujaga haraka sana. Ndio wanaitisha lete Hennessy. Na Hennessy ni shilingi 6000. 1 liter. Huyo mwingine asikia ameitisha tule tu green, unaona kameza kamejaa green. Kale kagini kanakuwa gani? Heineken. Okay. Nika Heineken. Sawa. Florence kanakuwa gani? Ni Heineken. Kunakuwa Taska Malt. Wale vituko wengi. Sasa Florence unataka kuniambia inaweza kumwagika ukiwa? Nakuuliza, inaweza kumwagika ukiwa? Uone kitenda hivi, chupa inaanguka hivi, uone kimwagika ukiwa? Asigwa uliza na uliza Florence. Charity. Chupa no yako ya waini ugo melole na yako. Eiteke ugo. Ya waini degewa. Todo. Acha ni maneno mnafanya. Kamata kama iko kitu ka glasi kamoja ka waini mtu anakamataga. Ukimaliza chakula kamata ka glasi ka waini. It is recommended. Mama akizaa, kama mama akizaa, unalikuwa recommended ukamata ka Guinness kakuosha matubo. Mimi nakamataka ka Guinness. Gatigate kadai hau. Hapana, nakamata nakula. Kwani ni yako? Siwache nikule vitu zangu. Si ya kulewa, kamkebe tu hili. Shida yake iko wapi? Apostoni yangu wa leo. Nedagwa no dinagwa kwa kumugoda. What I normally try to do with you, muache hypocrisy. Umeona? Huko kanisani you are so righteous, lakini ile vituko nafanya huko nje. Hata shetani amekataa, anasema hii si yako. Huyo tu wako. Hapana. Because you are too hypocritical. Na nyumba zenu zimejaa michupa ya wine. Imewekwa tena ya wageni. Wageni gani? Kuna mgeni alikuwa amekwambia nakuja. Unajuaje nataka askoni? Ulijuaje mgeni anataka askoni ama anataka for cousins? Ukaweka for cousins na mimi sikunyagi for cousins na kunywanga ile nini inaitwa nini? Ile ya mkeka, ile ya kikotoni inaitwaje? Serakas. Mimi ni wa Serakas. Umesikia? Serakas. Sasa huyu mtu sasa ako hapa. Sasa nimeanza kukua holier than thou ramakanderebo yashakaka. Na mtu wako na pombe kwa nyumba. Nikiita walevi hapa hukujagi. Tunawaambia waombi. Haukuchi. Na chupa iko chupa 5 kwa nyumba.
Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea vitu vingine ndio nikurahisishie maisha. Ukaiwa ako apostle ni anywa tugini sire. Kenyumira tu dekero mehia mako. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the most important thing that we need to do. Open up the heart so that you can have a fertile soil ambapo mmea ikiaguka itakuwa. Wacha uhiga. Tigo higa. Hata wengine wanafanyaga, tafadhali ungekunywa hiyo pombe. Ile vituko watu wengine wanafanyaga hapa. Hata tafadhali kunywa pombe. Kile timusima wewe ukikojoa kwa barabara. Hado hama udomalia meka oni hado wake. Hata huyo sasa Simeona amekasirika. Siko na ubaya. Ni neno limefika huko. Twende next verse tumalize. Twende sasa kwa kiwaja. Pali zile mbegu zilipoanguka katika udongo mzuri ni mfano wa watu wanaosikia neno la Mungu na kulielewa, nao wanazaa matunda, wamoja matunda 100, wengine wanatoa matunda, wengine wanazaa matunda 600, wengine 13. Watu wanakaa na mazao. And you can see watu wao wanakuaga na fruits, wanakuaga na mazao mazuri. Na ukiwaona unaona maisha yao ni mazuri. They are always happy. Bwana Yesu asifiwe sana. Because hakuna kitu kingine. Unajua hakuna kitu kibaya kama kusustain uogo. Kwa sababu nakuonaga naanza kufikiria ile last time nilikuwa sasa unaanza kufikiria mpaka sasa unaanza story nyingine mrefu ndio uone kama atagusa kitu ukubuke. Na huwezi kukumbuka. Sasa hiyo ndio ulikuwa umemwambia unakuwa na account yako iko na bilioni 1. Sasa hiyo unakuja unakuta umesahau, unakuja kumwambia mahagai kwa bila tu shilingi 100 ni ndio nake. Hivi unaniona mimi hata kwa banki ni kama sijui nini sijui niko imeisha. I don't have anything. Bwana Yesu asifiwe sana. Because something is not adding up. Don't lie. Live your life. Do not live a lie. In whatever circumstance, do not live a lie. Live yourself. No matter how down you are, no matter how poor you are, no matter how confused you are, no matter the situation that you are in, do not worry about the situation. God will change your life. Tusimame kwa miguu yetu. Worship. Tayarisha sadaka yako. Na kwa wale sisi zote tutaenda kwa kiwanja. Ni gari gani? Forward utashukia patanisho. Watu wa Kayole, watu wa Soweto, tunashukia wapi ndio tuingie hiyo kiwanja? Sawa. Sasa ni kuchukua gari moja itishwe, hawa watu watajaa gari 2. Tuende kwa kiwanja, watu wengine washafika huko, tuendelee na kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leteni sadaka zenu hapa. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako siyeshindwa. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako siyeshindwa. Utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako siyeshindwa. Sema utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako siyeshindwa. Sema utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako
zako usiyeshindwa. Sema utukufu, utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako usiyeshindwa. Twasema utukufu, utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe, ni zako usiyeshindwa. Inua mikono yako juu tuweze kuomba pamoja. Baba, nakushukuru, asante kwa sadaka hii, fungo hizi ambazo zimetolewa na malimbuko yote. Tuweze kutubariki, utuongoze, tufanikishe katika malengo haya yote. Sababu za kutoa wewe ndio unaizielewa. Ukawabariki na ukawasaidie na ukawafanikishe. Ninafunika kazi zao zote kwa damu ya Yesu Kristo. Maadui ama wanyama ama vitu vyovyote vile ambavyo ni adui wa mazao aina yote yale yasije yakawakumba. Waweze kufaulu, waweze kumiliki na kukaa katika hali ya mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Thank you. You may be seated. Kwa hivyo sijui nani atawa coordinate. Bethel Clouds TV, empowering lives.